Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama kipindi cha Jukwaa La KTN, na kama nilivyokutajia awali ni kuwa siku leo tunaangazia swala la utalii na sekta ya hoteli humu nchini imeathirika namna gani baada ya lile tangazo la Rais Uhuru Kenyatta kuweza basi kusitisha ndege kupaa na kuingia katika kaunti 5 humu nchini na kutoka. Vilevile imeweza kuathiri vipi sekta ya hoteli humu nchini? Tumekuuliza swali pale kwenye mtandao wa Twitter mtazamaji, je, unadhani kwamba pengine kufungwa kwa migahawa na hoteli kutasaidia katika kupambana na virusi vya COVID-19? Je, unahisi kwamba pengine kutakuwa kunaleta athari nzuri tu ama kutakuwa kunaleta matokeo mazuri katika kupambana na virusi vya COVID-19? Zungumza nasi kupitia mtandao wa Twitter @NicholasSombua_@KTNewsKE, hashtag ikiwa ni Jukwaa La KTN. Na moja kwa moja bila shaka kama nilivyokutajia ni kuwa tuna wageni wawili ndani ya studio ambao tunafanya mdahalo huu pamoja nao, ikiwa ni sehemu ya Suala Nyeti. Tunaye Victor Shitaka ambaye ni mwenyekiti wa shirika la utalii pwani ya Kenya na vilevile meneja mkurugenzi wa Flamingo Beach Resort, na vilevile tunaye Sam Ikwae ambaye ni afisa mkuu mtendaji shirikisho la wahudumu wa hoteli na migahawa. Karibuni sana kwenye Jukwaa La KTN. Asante sana. Na bila shaka nitaanza nawe Victor, pengine kwa kwanza tu utupe picha kamili kabla ya Machi mwaka 2020 na baada ya Machi mwaka huo kufikia sasa, sekta hii ya utalii na hoteli imekuwa namna gani? Kabla March 20 mwaka uliopita, Naam, business ilikuwa inapanda. Tulikuwa tunajua mwaka wa 2020 utakuwa mwaka ambaye improve kutoka 2019. Kisha corona ikaja. Hoteli zilifungwa nyingi. In fact zile zilikuwa zimefungwa ni nyingi kuliko zile kwa zimefunguka. naam. Wakati Septemba, Oktoba hoteli zilifungua. Na business pole pole ikaanza kurudi. Disemba ikaanza kurudi tena kuendelea. Januari ilishuka kidogo. Na kila mtu hapa coast walikuwa wanatarajia hii wakati wa Pasaka. Na kwa kusema kweli kutoka wiki iliyopita ilikuwa tarehe gani ile 20 na kabla matangazo tarehe 26 mahoteli walikuwa wamepata booking za Pasaka. Mahoteli wamefanya vizuri sana, 80-90%. Siku hile ya tangazo, that same day, tarehe 26, watu hao wote wakaanza kutoka. Sasa hoteli kama hii yangu ambayo Flamingo nilikuwa nikiwe na average ya 95% occupancy kutoka juzi mpaka tarehe 5. Sasa niko na 24% occupancy. Tabu kabisa, shida. Kwa hivyo Victor, tuseme pengine wakati huu wa sikukuu ya Pasaka pengine ulikuwa umaanishi nini kwa sekta hii ya hoteli? Manake kwa muda mrefu sana hoteli zilikuwa zimefungwa baada ya ujio ama baada ya kisa cha kwanza cha COVID-19 kutangazwa na hatua bila shaka zikachukuliwa na serikali. Pasaka ilikuwa na maana gani kwa sekta hii? Wajua hoteli zilipofungwa mwaka uliopita, alafu zikafunguliwa Septemba, Oktoba, watu ambao walikuwa wamekaa nyumbani walikuwa wamechoka kukaa nyumbani. Watu ambao walikuwa wamefungiwa katika sekta mbalimbali walikuwa wamechoka na wakaanza kutoka kidogo. Mikutano ikaanza kufanyika ili watu wamalize mikakati ya mwaka. So Pasaka hii ndio ilikuwa imeangaliwa kuwa the first time katika muda huo wote that mahoteli wataweza kusema asante Mungu kwa kutuletea business. Na kweli hoteli zilikuwa zimeanza kujaa. Mikutano imekuja kutoka kaunti mbalimbali, lakini Pasaka ndio ilikuwa sasa iwe highlight. Na kusema kutoka Lamu mpaka Shimoni mahoteli ilikuwa na bookings. Watu walikuwa wamesema asante Mungu kwa sababu bookings sasa zimekuja wakati wa Pasaka. Watu wenyewe walikuwa wanataka wajua offers ambazo zilikuwa zinatolewa na hoteli, offers ambazo zilikuwa zinatolewa hata na mandege, na SGR ilikuwa imejaa inaleta watu, lakini yoyote ilisimama kwa siku moja. So Pasaka imekwisha.
Aha. Na Victor, niruhusu nizungumze naye Sam Ikwa ambaye ni afisa mkuu mtendaji shirikisho la hudumu wa hoteli na migahawa humu nchini. Sam, umeweza kusikia semi zake Victor, na bila shaka hili ni swala ambalo unalifahamu vizuri sana. Na tangu COVID-19 kuingia humu nchini Kenya mwaka jana, bila shaka wahudumu wengi wa hoteli wamepoteza kazi. Manake hizi hoteli tena zifanyi kazi. Wengi wakatumwa nyumbani na kuachishwa kazi kutokana na hili. Kufikia sasa, hebu pengine tupe takwimu na hali iko namna gani kwa wafanyakazi katika sekta hii ya hoteli? Ni kweli sekta ya hoteli ni sekta ambayo inaajiri watu wengi sana. Ni baadhi ya sekta ambazo zinategemea ajira pakubwa sana. Ni sekta ambayo huwezi kutumia roboti na lazima kuwe na wahudumu ambao wanapeana huduma katika sehemu mbalimbali katika hoteli, kutoka kwa manager, kutoka kwa wapishi, kutoka kwa watu wa kutengeneza mankuli, kutoka kwa service tofauti. Kwa hivyo ikiwa hakuna wageni, ni kwamba inakuwa vigumu kwetu kuweza kuweka wafanyikazi kazini. Jambo hilo lilitukia mwaka jana, lakini mwaka jana kulikuwa na matayarisho fulani ambayo yaliweza kufanywa, kwa sababu tulipopata ripoti ya kisa cha kwanza, kukawa na mikakati ambayo ilihusisha viongozi, ilihusisha vitengo tofauti katika kaunti na hata serikali kuu, ilihusisha Wizara ya Afya na Wizara ya Fedha pamoja na ofisi ya Rais. Na hivyo wafanyikazi tukawa na mipango na mikakati kupitia Federation of Kenya Employers, tukawa na ile tripartite agreement ambayo ilituwezesha kuweza kuwatuma wafanyikazi nyumbani na mpangilio fulani. Na kuanzia wakati huo basi wengi wamekuwa nyumbani na ilikuwa vigumu kwa sababu walipatiwa, kwanza kulikuwa na unpaid leaves, kulikuwa tukaja tukawa na tulianza kuwatuma kwanza waende kwa leave zao, baadaye tukaongeza unpaid leave, baadaye tulipoanza kufungua biashara kidogo kukawa na ile shared work. Tunafanya kazi kama wiki mbili, wengine waje rotational kind of employment. Na vile Victor ameweza kutaja ni kwamba tulikuwa na matumaini mengi. Kwa hivyo wengi wa hawa wafanyikazi tulikuwa tumeanza kurudisha kazini wakati nchi ilianza kufunguliwa, na kukawa na matumaini kwamba wengi zaidi, hasa wale ambao wanafanya kazi ya muda contract na wale seasonal employees, tulikuwa tumewaita wengi sana kuanzia mwisho wa juma ambao umepita, na hata walitazamia kazini wakati huu hadi wiki ijayo. Na hivyo wakati tangazo hilo liliweza kutolewa, tunazungumzia karibu 70% hivi wafanyikazi mara moja walianza kusitishwa kazi, kwa sababu ikiwa hakuna lile pato. Na ikumbuke kwamba wageni wanapofanya ile uhifadhi ama ile booking, wanapotaka kuja huwa wanalipa wengine 50% labda ama 50% fulani, na zile pesa nyingi huwa zinatumiwa kufanya matayarisho ya kuweza kutoa zile huduma. Kwa hiyo vyakula vilikuwa vimenunuliwa, hoteli nyingi kwa sababu ya kipindi kirefu cha mwaka mzima bila biashara, pesa zile zilikuwa zimetumiwa kuweza kuboresha muundo msingi na kuweza kupaka rangi na kuweza kuboresha tu huduma ambayo ingeweza kupeanwa. Kumaanisha kwamba ikiwa yule mgeni haji, na kumbuke pia baadhi ya wale wageni ambao tulikuwa nao wakati huu wa Pasaka ni wale ambao mwaka jana tulikuwa na mazungumzo nao na tukawaambia wasifanye cancellation. Kwa hivyo wengi ni kwamba walikuwa hawajalipia, walilipia mwaka jana pesa ambazo labda tulitumia tayari. Kwa hivyo wengi walikuwa wanakuja kuweza kutumia ada na pesa ambazo walikuwa wamelipa mwaka jana kutimiza likizo zao. Kwa hivyo kwa jumla tunasema tu 70% ya wafanyikazi waliweza kusimamishwa mara moja. 30% ambayo imebaki ni ile ambayo tunatazamia kuweza kufanya nao kazi katika msimu huu kidogo, weekend hii ya Easter inapoisha, na kisha tutaweza kupunguza tena zaidi ya wale wafanyikazi, labda itabaki 10-15 hivi, kwa sababu baada ya kipindi hiki huwa kuna ule msimu ambao tunaita low season. Kwa kawaida kunapokuwa na mvua nyingi na mvua ya masika, basi huwa hatuna wageni wengi wa kutoka nje, na ikiwa utakuwa na wageni hapa ndani na hakuna mikutano na kongamano, inamaanisha kwamba 10% ya wageni wa wafanyikazi ambao watabaki ni wale wa msingi tu, kuweza kuangalia ule muundo msingi, kuangalia labda gardens na kuhifadhi ile infrastructure ili kwamba isiweze kuathirika. Kwa hivyo hiyo ndio hali ilivyo sasa. Naam, Sam, manake ni sekta ambayo inaonekana kwamba imeathirika sana, na hasa kutokana na tangazo hili na hatua ambazo zinachukuliwa na serikali kudhibiti virusi vya corona. Japo taarifa nzuri kwetu sote kwamba tunajaribu kudhibiti visa vya COVID-19. Lakini hebu tupe maisha ya kawaida ya mfanyakazi katika sekta ya hoteli. Maisha yake ya kila siku, hawa waliofutwa kazi inakuwa namna gani? Hali si nzuri. Tuseme kwa mfano wewe umezoea kufanya jambo fulani, shughuli fulani. Tumekuwa na vikao vingi sana na wafanyikazi,
na hata wale ambao wanategemea sekta ya utalii, wale beach operators, ni kwamba ikiwa hauna pato, na hata imekuwa vigumu kuweza sasa wengi leo hii imebidi wanatembea na simu 3 ama 4. Una simu ya Mshwari, una simu ya Equitel, una simu ya Okoa, umeokoa jahazi hapa na pale. Hayo ndio maisha ya mfanyikazi wa kawaida katika hoteli. Unapoenda kwenye benki kujaribu kupata mkopo, basi hauna ile confidence. Ni kwamba hauwezi kupatiwa mkopo na shirika lolote la kifedha kwa sababu hauna security, hauna payslip kwa mfano mwaka mzima. Unahitaji uweze kutoa payslip angalau ya miezi 3 uweze kupata mkopo. Hauna payslip, maanisha hauna ajira. Contract imeweza kusimama. Huyu mfanyikazi familia yake imeweza kuathirika sana. Wengi walilazimika kuweza kurudisha familia labda nyumbani, na hata wale beach operators na wengine ambao wanategemea sekta hii tumekuwa na vikao nao wiki iliyopita tu kabla ya rais kuweza kutoa agizo lile. Ikiwa wewe ulizoea kwa mfano kuuza beach ama kuuza safari, leo hii kama hauna ajira, unajaribu kwenda kufanya kazi ya mjengo ama unajaribu kufanya kazi nyingine, inakuwa vigumu sana kwako. Familia nyingi zimeweza kuzorota, pato haliko, wengi wameshindwa kukimu mahitaji yao. Kumekuwa na ongezeko la social problem. Watoto wengi, mzazi anapokosa ama baba anapokosa kuweza kukimu mahitaji ya familia yake, hata katika eneo la Pwani tunaweza kushuhudia ripoti nyingi ya visa vya domestic violence kwa sababu ya hali ilivyo. Kwa hivyo ni hali ambayo imetutatanisha sana, na ombi letu lilikuwa tu labda tuweze kupata njia ya kuweza kubalance kati ya biashara na kukimu masuala haya ya maradhi. Moja. Pili, ni kila mtu kuweza kuwajibika. Ikiwa tutaweza kuwajibika, wasiwasi wetu kubwa ni kwamba labda tutakuwa tena na fourth lockdown, fourth wave. Ikiwa tutachukua jukumu kuweza kuhakikisha kwamba janga hili tumeweza kulimanage na kulikimu, kulidhibiti wakati huu. Naam, asante sana Sam. Naam, bila shaka sauti na matatizo ambayo yamejitokeza pale vizuri sana ya hawa wafanyakazi katika sekta ya hoteli, na bila shaka wamiliki wa hoteli na wasimamizi wakiwakilishwa vizuri sana na Victor Shitaka. Tutazidi na huu mdahalo hapo muda si mrefu kidogo, nitapata mapumziko, lakini mtazamaji, kumbuka tumekuuliza, je, unahisi kwamba kusitisha na kusimamisha kazi za hoteli, je, unadhani kufungwa kwa migahawa na hoteli pengine kutasaidia kuangamiza COVID-19? Zungumza nami kupitia mtandao wa Twitter @NicholasSombua_, @KTNNewsKE, hashtag ikiwa ni Jukwaa La KTN. Nitakuwa nazisoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu za Jukwaa La KTN. Napumzika, usiondoke.